Shalom, mimi ni rafiki yako Apostle Peter Mponzi. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 8. Biblia inasema Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Mpendwa katika Bwana, baraka zipo. Baraka za Mungu zipo kwa ajili ya maisha yetu. Nini maana ya baraka? Baraka ni kuzidishwa, ni kuongezewa neema, ni kustawishwa, ni kuheshimishwa katika kila jambo unalolifanya. Sasa kwa nini leo ninasema kwamba baraka za Mungu zipo? Hakika kweli, na neno la Mungu ni amina na ni kweli. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 na ule mstari wa 8, Biblia inasema kwamba Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako. Ghala ni vibeba, ni vyombo vya kubebea baraka. So Mungu wetu wa mbingu na nchi, yeye ameahidi baraka zije juu yetu kwenye ghala zetu. So ni matokeo kwamba chochote kile ukikifanya kwa mikono yako kibarikiwe na kiongezeke. Lakini pia ukiendelea kusoma hapo mbele, anasema na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Na mambo yote utakayotia mkono wako kuyafanya, manake ili ubarikiwe ni lazima ufanye kazi kwa mikono yako. So ndipo Mungu anabariki kazi ya mikono ya mtu. Ndio maana Biblia inasema hapa, ataiamuru baraka ije juu yako kwenye ghala zako na katika yote utakayotia mkono wako ili kuyafanya utabarikiwa. Ni mpango wa Mungu. Ukifanya biashara ubarikiwe. Ni mpango wa Mungu. Ukifanya kazi ubarikiwe. Ni mpango wa Mungu. Chochote kile unachokifanya kifanikiwe na kustawi. Lakini nini huaga kinapelekeaga watu wengi wanafanya kazi na baraka au matokeo utakuta ni kidogo? Kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo adui anawinda ili kuharibu mafanikio ya mtu ni mikono. Kumbuka, mikono ni chombo cha baraka. Mikono ni kibebeo cha baraka. Mikono ni kitunza mafanikio. Mikono ni kiruhusu, ni kitunzaji, ni kipitishaji cha baraka. Ili adui aharibu uchumi wako au mafanikio yako, yeye hudiri na mikono. Kitabu kile cha Mika sura ile ya 5 na ule mstari wa 12, Biblia inasema, nami nitakatilia mbali uchawi usiwe mkononi mwako, wala hutakuwa tena na watu wenye kutabana. Biblia inaposema nami nitakatilia mbali uchawi usiwe mkononi mwako, kukatilia mbali ni kuondoa, ni kuvunja, ni kuharibu. So ni mpango na ni kusudi la Mungu kuharibu uchawi kwenye kila mkono. Ninavyoongea kuna watu wanabidii, wanafanya, wanajituma, wanajishughulisha, lakini njia zao zimeharibiwa.
Yaani zile njia za wao kuruhusu kubarikiwa zimeharibiwa na adui, zimeharibiwa na wachawi, zimeharibiwa na mizimu. Wanavita kwenye eneo la mafanikio. Kuna mtu ambaye unanisikiliza, unafanya biashara, una neema ya kushika hela, lakini kila ukishika, baada ya muda zinapotea. Nini kilifanyika kwenye mikono yako? Waliharibu mikono yako, waliifunga kichawi, wakaitoboa mikono yako. So chochote kile unachokishika cha kimafanikio kinapitiliza, kinaondolewa. Ni nguvu za giza zimekaa kwenye mikono. Neno la Mungu linaniambia Mika ile sura ya 5 na ule mstari wa 12, nitakatilia mbali uchawi usiwe kwenye mikono yako, na wala hakutakuwa tena na watu wenye kutabana, hakutakuwa na watu wenye kukuonea, wenye kukutesa. Ninazungumza na mtu ambaye una vita kwenye mikono. Ni kwa sababu tu mikono yako ilifungwa kichawi na umewekewa mipaka ya kumiliki. Umewekewa mipaka ya kumiliki. Ayubu 38:11, Biblia inasema, nikasema utafika mpaka hapa, lakini hutapita. Kuna mtu kwenye eneo lake la biashara katengenezewa mipaka kwamba hata ukipambana huwezi ukafika mahali. Hivyo basi nimepakwa mafuta ya Roho Mtakatifu kuwafungua wote waliofungwa kwenye hiyo mikono. Naomba hapo ulipo unaisikia hii sauti, nyoosha mikono yako, ishara ya kupokea. Niombe na hiyo mikono. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti uliye hai, wewe ni Mungu mkuu na ni mwaminifu sana. Ninakushukuru kwa msikilizaji wangu huyu. Baba, ninamleta mikononi mwako. Ninaomba wewe Bwana wa mabwana ukamfungue na ukafungue mikono yake. Ninazungumza na mikono iliyofungwa kichawi, iliyofungwa na nguvu za giza, iliyozuiliwa kumiliki na kushika vitu vya thamani. Ninaiamuru hiyo mikono ifunguliwe dakika hii. Ninateketeza uchawi kwenye hii mikono, kwenye hivyo viganja vya mikono. Ninaharibu kila uchawi, ninaharibu kila uganga, ninaharibu kila ushirikina kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Ninaamuru nguvu za giza zikapate kutoweka na ziyeyuke kwenye hiyo mikono, ziyeyuke kwenye hiyo mikono, ziyeyuke kwenye hiyo mikono. Hiyo mikono ninaitakasa, ninaiambatanisha na moto wa Roho Mtakatifu. Ninafunga kila malango ya kichawi, kila nguvu za giza zilizoshikilia mikono yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaitakasa hii mikono, ninaifungua hii mikono, ninaamuru ufunguliwe na uwekwe huru katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kushukuru, amen. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Ukisikia kusimama na hii huduma kwa utumishi wa njia ya sadaka, unaweza ukatoa sadaka yako kwa namba hizi. Yes, M-Pesa ni 0746201597. Ninarudia, M-Pesa namba 0746201597. Airtel Money 0785201597.
85 20 15 97. Peter Mponzi. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.